Nakwambia hiki na asilimia nacho 1000. Unaliwa doria kumalizwa haraka iwezekanavyo. Kama ambavyo nimesema, katibu wako amelazwa hapo Mzena. Na kwa nini umpeleke Mzena? Ile hospitali unaijua kabisa. Madokta wapale wote ni mashetani. Iyo system, madokta wapale wote ni wenye system. Nasema tena, katibu wako usimpeleke pale, mtoe. Na haina haja mbebane kwenye gari zinazojua kwamba kiongozi yuko kwenye hizi gari za VIP na bendera zake. Unaweza kuchukua gari tu hata ya kawaida. Sometimes nakubaliana itabidi mle hata matembele. Aendisha gari ya kawaida ili watu wengine hawezi kujua. Mpeleke hospitali tofauti, lakini sio hapo Mzena. Mzena ni hospitali ya system, haifai. Na ndio maana viongozi 99.9 nao kuenda pale wanamalizwa, wale wanaangalia ni pesa. Umenipa changu, umenihesabia, kuweka kwenye dilipu, kuweka sehemu pole pole, kukupa vidonge vya kukumaliza, wanakumaliza. Utajua unatibiwa kumu unamalizwa. Pale Mzena hospital si hospitali. Hospitali ya wauaji. Madokta walioko hapo walioiki sana ni wauaji na manesi. Ndiyo, mnaua viongozi, mashetani wakubwa nyie. Kuna viongozi wa kumaliza ambao tunaweza kusema kwamba umamalize. Lakini viongozi wengine ambao mnamaliza sio. Na mkikaa vibaya hasa madokta anakuja niwataje hapa. Ni moja kati ya watu ambao wanatamani sana hali ya nchi ikae sawa. Sana. Kwa sababu kuna faida yoyote ambayo inapatikana kwa sisi kuendelea kuwa matabaka. Ni ukweli kwamba sasa hivi kila mtu na msini zake. Sio Watanzania wale ambao wanakuwa kitu kimoja ambao tumewazoea. Sasa unajua unapotaka kutengeneza mahali ambapo umeharibu, ni lazima usimame, ukubali kwamba uliharibu, afu ukubali kuanza upya mbele ya wale ambao ulikuwa kosea. Sasa Samia anachokifanya, anatengeneza kosa juu ya kosa lingine. Yaani anatafuta, anaingilia huku, anatokea huku. Main point anaijua lakini anaikwepa. Leo amewaomba msamaha. It's fine. Baada ya kuona kwamba kule imekuwa shida, tayari aliwatengenezea hasara, ameamua kuomba msamaha. Samia anajua kabisa anachokifanya na anajua ni njia ipi apite ili aweke Tanzania pamoja. Anajua anachotakiwa kufanya, anakifahamu. Lakini kwa sababu anaamini Tanzania ni mali yake na sisi ni watumwa wake, hataki kufanya hicho kitu. Anajaribu kuaminisha mataifa kwamba uya okay, lakini si kweli. Tuko kwenye wakati mgumu sana kama nchi. Kiuchumi tuko vibaya sana. Kwa wale watafutaji wenzangu na wapambanaji kama mimi kwenye biashara, hasa sisi biashara vidogo, we are in bad situation. Na ni lazima ili Samia, ni lazima ili ulikubali. Acha kujizima data na kujitoa ufahamu. Kupretend kama haujui nini cha kufanya. Unajua hapa mahali tumefika ni pabaya sana. Tunapalangana wenyewe kwa wenyewe. Design kama tumechafuliwa lugha kabisa. CCM wanarumbana, sisi wananchi pia tunarumbana. Lakini tunachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuwa kitu kimoja, sisi wa Tanzania. Sio ukombozi, sio rahisi. Ukombozi ni kujitoa kwamba ufe au upone. Ukombozi hauwezi ukaja kama vile maji mferejini, haiwezekani. Lazima tukubali gharama ambazo tunakutana nazo. Lazima tukubali gharama. Lazima. Kama hivi unajitoa, unapambania nchi yako. Unajua kabisa hapa ninaweza kufa wakati wowote kwa sababu Samia iko serious. Watu kama mimi hawataki kabisa. Lakini still unaendelea kupambana. Katika wakati mgumu sana, mazingira magumu, kuishi kwa tabu maporini, kulala njaa wakati mwingine. You don't have income. Wamefika mahali wameharibu biashara zangu.
wamehakikisha kwamba wanaharibu uchumi wangu, lakini still I'm fighting. Yani ni lazima tukubali kwamba ukombozi ni gharama. Sio rahisi kiasi hicho, sio rahisi. Ingekuwa ni swala la kujiandaa, basi miaka 10 iliyopita au miaka 20 ningejiandaa nikijua kwamba leo yatatokea haya. Alafu ningekuwa nina pesa, hata namna ya kuescape nijue kwamba ninaweza kuwa sehemu gani salama ili niongee kuhusu haya yanayoendelea kwenye nchi yangu. Lakini hakuna namna. Yaliyotokea yamekuja kama ajali. Na mimi na wewe hatutakiwi kurudi nyuma kwa sababu ya shida ambazo tunakutana nazo kwenye hizi harakati za ukombozi. Lakini lazima tukubali kuwa kitu kimoja wa Tanzania. Watanzania ni lazima muelewe kwamba hiki kinachofanyika leo ni kwa ajili yetu sisi na watoto wetu. Kila mmoja ajitoe. Kila mmoja ajitoe. Ninaona clip bodaboda akamvunja miguu askari. Isichukuliwe hivyo kwamba yeye alipanga atamvunja miguu askari, lakini amemgonga huenda kwenye mazingira ya ajali ya kawaida. Lakini hawa askari bwana, vichwa vyao ni vibovu. Wanaamini kwamba wao wanapokuwa wanavuka barabara basi hawapaswi kufuata sheria za barabarani. Nakosea. Nakosea sana. Maisha tulioanza ni mapya sana. Tunaishi kwenye uadui sisi kwa sisi. Na kama kuna kitu kitakuja kutuumiza basi ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Na hiki ndio kitu hatari zaidi ambacho tunapaswa kukikemea kwa nguvu zote. Itafika mahali tutaishi vibaya sana. Kwamba yule ni askari, unamuinda. Yule ni mtoto wake, unamuinda. Hatutokuwa salama namna hiyo. Ni lazima tukubali kukaa chini na kusema kwamba hapa tulikosea. Tunatakiwa twende 1 2 3. Samia hauwezi kubadilisha chochote Samia kama hautokubali kuwapa wananchi wanachokitaka. Hizo drama unazozifanya, mara uongee na mabarozi, mara umtume Makonda aje adanganye sio anatoa bilioni 2. Sidhani kama ndio kitu ambacho Watanzania wanakitaka. This time tumekubali, tumeumia, tumepoteza ndugu zetu. What next? Tunachotamani sasa hivi ni kuona Tanzania ile ya zamani ambayo iliachwa na Mwalimu inakuwa. Tanzania ile ambayo watu walithamini uhai. Leo hii Samia ni kama amefungulia koki ya vifo. Jirani na jirani wanauana. Hakuna awamu ngumu kama awamu ya huyu mama. Toka ameingia ni kama alifungulia mauaji. Ameingia na laana Ikulu. Na Mungu aliona hili na ndio maana hakuwahi kuwa sawa. Toka ameingia Ikulu. Samia hakuna kitu cha maana anakifanya. Ni kurukaruka, kupiga vijembe, kuchamba watu. Na tuchamba sisi ambao ndio wenye nchi. Samia, jeuri yako na kiburi kuna siku endelea tu kuamini kwamba wewe uko salama na familia yako, lakini matatizo ni ya kwetu sisi wa Tanzania. Kuna siku utajuta. Kuna siku utajutia. Kwa sababu hali ilivyo sasa hivi inatengenezeka, itafika mahali haitoweza tena. Sasa hivi kuna watu ambao tumejisacrifice, yani tumekubali kufa na kupona. Tukiwa ndani ya taifa letu kwamba tunaongea angalau wananchi wapate mwanga, lakini kuna siku hautotusikia. Kuna siku hautoona haya ambayo yanaendelea. Hatutopambana tena kuongea na wewe, ila utaona matokeo ya hii mbegu unayoipanda. Samia, usiwadharau wananchi kiasi hicho. Unawadharau sana wananchi. Sana. Na kama Mungu anatupa neema na tutaikomboa nchi, hatutohitaji kabisa kuwa na rais ambaye hajaenda shule. Samia, kitu kinakusumbua wewe ni elimu. Mtu aliyesoma ana uwezo wa kufikiri na kuona mbali wakati mwingine. Mtu aliyesoma anakuwa na hekima, anaongea nini, anajua niongee nini, naongea na nani na kwa wakati gani. Lakini kwa sababu haukwenda shule, ukakosa maarifa, unatusumbua sana Samia. Samia, wewe umetusumbua sana. Wewe ni kirusi katika hii nchi. Wewe ni kama shetani katika hii nchi. Tunatamani ingekuwa kuna uwezo wa mimi kama mimi nafika hapo Ikulu na kunyofoa. Jeuli yako ni vyombo vya dola. Jeuli yako wewe ni kina Mafiele. Kwamba tayari umeshawapa mkataba. Nasikia anachokifanya sasa hivi ni kwamba wewe mtu yeyote ambaye anaongea kwenye mtandao hata kama oda haijatoka kwangu, mshughulikie. Kuna watu ambao hautoweza kuwagusa Samia, especially mimi. Hautoweza, Mungu hawezi kuruhusu. Na kama Mungu ataruhusu hilo, basi utakuwa tumefika sehemu nzuri sana. Mungu
amejisazia watu ambao wewe hautowagusa mpaka ukombozi umetimia. That's why niko Tanzania kitambo. Nakumbuka mmetumia watu wengi sana, kwa sababu tu ninaongea ukweli. Sijapata neema ya kutoka kama wengine kwamba nisogee hapo. Mimi sina majumba wala mashamba ya kuuza kusema nakimbia nchi yangu, sina. Lakini hautonigusa. Niko hapa kwa neema ya Mungu. Samia, Mungu amekusudia kuikomboa Tanzania, na watu ambao watawatumia ni kama mimi. Samia, unajua unachotakiwa kukifanya, fanya. Acha drama, acha haya mambo ya ubabe. Hauwezi ukapatana na sisi kibabe, haiwezekani. Na wanaokuzunguka hawakwambii ukweli, unafanya vitu vya kipuuzi, unafanya ujinga. Hii nchi sio mali yako, hii nchi ni ya Watanganyika. Shauri yako. Tunakwambia vizuri, tunakwambia ukweli, kwa sababu hatuioni kesho iliyo njema kwako. Mtenda ubaya siku zote huumia zaidi yeye kabla yule aliyemkusudia. Kila laheri Samia. Mbegu unayoipanda itaota muda sio mrefu, itakuletea matunda na utayakula. Utakula matunda ya mbegu uliyoipanda. Have a good time Samia. Ndio kuanza kuna kuja. Sasa utakuwa na muongoza nani? Usipokuwa na kauli nzuri, utakuwa na muongoza nani kwa nchi yetu? Maana tunapaswa kuwa na haki katika nchi yetu. Ni kweli kabisa tunakuwa tunasisitizwa sana kuwa na amani, lakini hivyo tunashindwa kuelewa kwamba ukitenda haki automatically amani inakuwepo. Na hata wanaosema kwamba tumepewa pesa kwa ajili ya kuzungumza, sio kweli. Mimi mtu hawezi kunipa pesa, kwanza mtu hawezi kunihonga hela nikaisaliti nchi yangu. Haiwezekani. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini tunapokuwa tunakosa haki katika nchi yetu, automatically ndicho kinacholeta ukosefu wa amani katika nchi yetu. Lakini kama tunatendewa haki, automatically amani inakuwepo tu. Sio ya kusema muwe na amani. Hakikisheni kwamba mnasimama katika amani. Amani haiwezi kaja kama hakuna haki. Lakini kama tukitendewa haki, hata mtu akija kutushawishi kwamba vunjeni amani, hatuwezi kukubali. Lakini tunapokuwa tunakosa haki katika nchi miaka hadi miaka, kuna siku tu amani itakosekana tu, lazima. Kwa hiyo tusizungumzie jambo moja tu baada ya kuangalia kinachosababisha ni nini. Kwa hiyo tukitendewa haki, tukipata haki katika nchi yetu, amani inakuja yenyewe bila kuambiwa na mtu kwamba muwe na amani. Tutakuwa na amani. Hata mtu akija kutushawishi hatutakubali. Kwa nini tukubali kuvunja amani katika nchi yetu? Hatuwezi. Lakini amani inavunjika pale ambapo haki inakosekana kwa kipindi kirefu. Watu wakitaka kudai haki, unakuta kwamba haki inakosekana. Basi nafika mahali wanachoka na uvunjifu wa amani unajitokeza. Kwa hiyo mimi nasema hakuna mtu anayeweza kutugiribu. Kwa miaka yote hiyo, kweli miaka 60 tumekaa katika haki. Sio kwamba hakukuwa na matatizo. Tulikuwa na matatizo mbalimbali, lakini yalikuwa yanatatulika. Mengine unaona kabisa hayatatuliki, lakini unakuta kwamba hata zile kauli au lugha kutoka kwa wakubwa wetu zinakuwa ni lugha za kuridhisha. Sio lugha za kukebehi, lugha za kutufanya kama sisi ni takataka. Mimi nakumbuka, unajua, tusiwe tunasahau. Kuna kipindi wakati tunanungunika kwamba hizi tozo zimezidi kwenye miamala, mara tutozwe kwenye miamala, mara tutozwe hiki, mara tutozwe hiki. Tuliambiwa kama hatutaki twende Burundi, tuondoke tuhamie Burundi. Ile kauli haikuwa nzuri.
viongozi wetu muangalie sana kauli mnazokuwa mnatusemesha. Sisi sio takataka. Kila mtu anao uwezo wa kusema, lakini unaposema kauli nzuri inapoza mambo. Unapoleta kauli mbaya inatibua. Kauli mbaya huwa inatibua. Tuhamie Burundi. Sisi Mungu alipotumba alitumba tukiwa wa Tanzania, hatukuumbwa ili tuende Burundi. Kwa hiyo kama mambo yanafanyika katika nchi yetu na tunapokuwa tunazungumza, ni kama mkuu wa mkoa alivyowahi kusema juu ya mwanamke mmoja aliyekuwa mjamzito na hana pesa. Akaambia kama huna pesa naenda kamwambie mmeo anunue mkasi akuzalishe. Sasa kauli gani hizi? Kwani kodi hazitoshi? Mimi nakumbuka, mimi mtu anaweza, wengi wanafikiri mimi niko Chadema. Mimi siko Chadema na sina chama wala siko CCM. Mimi nilikuwa na kadi ya 5 na CCM ilivyoanza mwaka 1977 nikarudisha kadi ya 5. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Wakati huo ilikuwa ni kipindi cha Nyerere, alikuwa ndio rais. Sikujiunga na CCM mpaka leo. Sina kadi ya chama kiwacho chochote. Na mimi kama mimi huwa sioni kwamba chama ni tatizo. Kwa sababu chama ni kama kigoda tumekiweka hapo. Kina makosa gani? Hakina makosa. Tunaochafua chama ni sisi wanadamu au sisi wanachama. Ndio tunachafua chama. Utakuta mara vijembe, mara hivi. Sisi ndio tunaharibu vyama. Kwa hiyo mimi sioni kama chama chochote kina matatizo. Ila sisi wanachama ndio tunaoleta kauli mbaya, tunaoleta uchochezi, tunaofanya chama kichukiwe. Nakumbuka kipindi cha Kikwete, kama sio Magufuli kukiokoa Chama cha Mapinduzi, chama kilikuwa kinaenda kufia mikononi mwa Kikwete. Hakuna mtu aliyekuwa anataka chama, hata mimi mwenyewe nilikuwa sikitaki. Na hata watu walikuwa kivaa nguo za kijani wanapigwa mitaani. Lakini Magufuli alivyokuja alihakikisha kwamba anarekebisha. Kwanza alikuwa ni mnyenyekevu, kauli zilikuwa nzuri. Sasa unapomsemesha mtu kwa kauli nzuri, anakuwa anakuelewa. Yeyote atakayetusemesha kwa kauli nzuri, sisi tutaelewa tu. Sisi ni Watanzania, ni wapole na ni waelewa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kama viongozi wetu watajua namna ya kuongea na wananchi wao. Sio kuleta kauli kama vile sisi ni takataka. Sisi sio takataka bwana. Sisi ni wanadamu kama nyinyi tu. Kuwa kiongozi haina maana kwamba wewe uko juu sana kuliko watu wengine. Hapana. Sasa utakuwa na muongoza nani? Usipokuwa na kauli nzuri utakuwa na muongoza nani? Au ukimwona kila mtu hafai, sasa utamuongoza nani? Umekuwa kiongozi kwa sababu unao watu unaowaongoza. Na sisi sana sana tunataka haki. Tunataka haki katika nchi yetu. Mimi huwa natamani sana kiongozi wangu aheshimiwe. Huwa natamani sana, lakini nafikiri mnapokuwa katika hali za kupata uongozi mnajiona kama vile nyinyi ni miungu watu. Kwa mfano juzi nimeona clip Mama Samia anamsimamisha mtoto wake Wanu. Anasema hebu simama wakuone. Akasimama. Akasema geukia na upande mwingine wakuone. Alafu anasema amefanana na nani? Kweli ndio utawala huo? Huo ndio utawala? Mtu yoyote mwenye akili hawezi kufanya kitu cha namna hiyo. Sasa na watu wakaanza kusema amefanana na, kwani akifanana na mtu kwani kuna nini? Kuna nini cha ziada? Yaani vitu vingine vinatia kichefuchefu. Kwa nini mnashindwa kujielewa viongozi wetu? Kwa nini mnashindwa kujielewa? Au mmechukua madaraka ili mpate kututabishia na watoto? Si basi kama ni hivyo mweke mashindano
ya urembo kama mlivyoweka Miss Tanzania walivyo wembamba. Wekeni na matipwa nayo yapiganie umisi wa matipwa Tanzania. Lakini sio vitu vya kujisifia hivyo. Kiongozi anapaswa kuwa na maadili. Unaposema anafanana na nani, ili iweje? Akishafanana na mtu ili iweje? Hata sisi tunafanana na wazazi wetu. Na sisi tulizaliwa na wazazi wetu na tunafanana na wazazi wetu. Lakini hicho sio kitu cha kujisifia. Kwa kiongozi, mpaka nimekumbuka kuna kipindi alipomchagua Polepole kwa balozi, alisema kwamba akajifunze diplomasia. Akakae chini ajifunze diplomasia kabla hajaenda kuwa balozi. Hata yeye anaweza tu akajifunza urais kupitia marais wengine wa nchi mbalimbali, hata waliomtangulia katika nchi yetu. Yaani tunajifunza, mimi siwezi kujivunia mtu anayekufa. Mimi nina watoto, siwezi kumjivunia mtoto wangu. Nimjivunie mtoto wangu anayekufa, siwezi hata kidogo. Hakuna cha kujivunia hapo. Mtu unapochukua utawala, hakikisha unakuwa ni mtawala wa watu, unawatawala watu. Uwe na hekima, uwe na maarifa, uwe na busara katika kuongea. Sio na kama mnaongea vitu vya ajabu tu. Kwamba simama wakuone, anamfanana nani? Akisha mfanana nani ili iweje? Ili iweje? Hapana, sisi vitu kama hivi hatuvipendi. Tunataka mtu akichukua nafasi ya kutawala, atawale kile kitu ambacho amegombea kwacho. Na sio kutuletea vituko tu, hapana. Hivyo hapana. Naomba viongozi wetu mjirekebishe. Mkijirekebisha tutawapenda tu. Kwa nini tusiwapende? Kwa sababu Watanzania hawana hulka ya chuki. Hapana, hatuna hulka ya chuki, wala mtu hawezi kuja kutusukuma kwamba tuweze kuiharibu nchi yetu. Hatuwezi kukubali kirahisi. Lakini sasa unapoona kabisa uongozi uliopo unafanya vituko, hatupendi. Mtuheshimu kama tunavyowaheshimu. Tuheshimiane tu. Mtu kwa rais haina maana kwamba umezidi watu wote, hapana. Kumbuka wewe ni mtawala ambaye umepewa nafasi ya kuwaongoza watu. Lazima uwe na hekima, busara, maarifa ya namna ya kuongoza watu na namna ya kuzungumza na watu. Ukijua namna ya kuzungumza na watu, hakuna atakayekuchukia, hakuna atakayekuchukia. Tutakuheshimu tu. Lakini ukileta vituko, tutakudharau. Tena tutakudharau kweli kweli. Hatuwezi kutolerate upumbavu, hatuwezi. Kwamba angalieni, geuka huko. Angalia amefanana na nani? Unakuja kutuambia sisi amefanana na nani ili iweje? Ili iweje? Hiyo sio namna ya kutawala. Mfike mahali muwe na heshima kwa watu mnaowatawala. Muwe na adabu kwa watu mnaowatawala. Muwe na busara, muwe na hekima, muwe na maarifa katika utawala. Jifunzeni tu kwa watu mbalimbali. Angela Merkel alikuwa ni mwanamke, alitawala Ujerumani. Lakini tuliweza kuona walimheshimu kiongozi wao. Nasi tunatamani kumheshimu kiongozi wetu, lakini sasa anapoleta vitu ambavyo havina heshima, astarajie. Neno la Mungu linasema heshima haimpasi mpumbavu. Ndivyo ambavyo neno la Mungu linasema. Nilizaliwa nikakuta Biblia ipo. Na hilo neno liko kwenye Biblia, heshima haimpasi mpumbavu. Kwa hiyo hatuwezi kuletewa vitu ambavyo sio vya heshima alafu mtu atarajie tuheshimu, hapana. Kwa hiyo mimi nimezungumza hayo machache na nimependa kushukuru kwa jinsi ambavyo mmenipambania, mmenipigania. Naamini kwamba hata Rais Samia ananipenda tu kwa sababu mimi nampenda. Unajua usipopenda kumwambia mtu ukweli, mtu anayekupenda ni yule anayekuambia ukweli.
sio anayekusema pembeni. Ukikosea na kusema pembeni. Mimi sipendi kumsema mtu pembeni. Napenda rais wangu awe na heshima, awe na adabu, aheshimike. Na ndio maana unakuta tunaongea, kwa sababu hatuna kila mtu hawezi kumwona rais akamwambia, lakini hii mitandao inasaidia sana, kwa sababu anapokuwa anasikiliza kwenye mitandao kuna vitu anaokota ndani yake, anajua hili ni sawa, hili sio sawa. Kwa hiyo anapata kujifunza kwamba kumbe hiki nilisema hakikuwa sawa, hiki hakikuwa sawa, hiki ni sawa, hiki ni sawa. Kwa sababu chochote kilicho sawa ataona kabisa wananchi tunakifurahia. Mimi napenda kuwashukuru wote Watanzania wote